wa Tanzania. Sasa nimeona kuna umuhimu wa Tanzania wote kuelimishana juu ya umuhimu wa katiba mpya. Kama jinsi tulivyoelimishana kipindi cha uchafuzi, maana sio uchaguzi, uchafuzi, tulivyoelimishana juu ya no reforms no election, tulivyoelimishana juu ya umuhimu wa maandamano, inabidi pia tuelimishane juu ya umuhimu wa katiba mpya, ili watu waache kudai kero kero za maji, waache kudai sijui kero za elimu, sijui kero za nini. Hizi, kumbuka sasa hivi ni miaka 64 ya uongozi wa CCM. Hizi kero bado zipo. Zitatatuliwa dakika 2 zitarudi. Kwa hiyo kudai mabadiliko ya hizi kero hayatoleta change zozote. Tunasema katiba mpya kwa sababu hizi kero zote, kero ya elimu, kwa sababu elimu Tanzania sasa hivi ni zero. Yaani kama huna hela kumpeka mtoto wako private school, elimu bure Tanzania ni sawa sana mtoto wako asomi, ni zero. Sasa hivi the last 10 years elimu Tanzania imekuwa inashuka, lakini the last 4 ndo kabisa imeshuka. Huduma za afya, sijui hakuna dawa, kero za rushwa, kero za ufisadi, maji hamna. Na kama sasa hivi yani kuna hii kero ya historia, yani kwamba ni kihistoria kwamba wanafunzi wamekosa mikopo, okay? Mikopo ya kwenda chuo kikuu. Hizi kero zote ziko ndani ya katiba mpya. Zinakuwa solved na katiba mpya. Why am I saying that? I'm saying that kwa sababu haya matatizo yote tulionao, hizi kero zote tulizonazo zinatokana na viongozi ambao hawana uwezo. Zinatokana na uongozi dhaifu. Kero zote tulizonazo zinatokana na uongozi wa kurithishana. Sasa hivi Tanzania haina uongozi unaopatikana kwa uwezo wa mtu. Sasa hivi Tanzania uongozi unapatikana kwa wewe umetoka familia gani, una hela kiasi gani kwenye akaunti, au unajuana na nani, au wewe ni ndugu yake rais, au wewe ni chawa. Yani ndio uongozi uliopo Tanzania sasa hivi. Ndio maana mnaona bunge limejaa ndugu, wana familia na nini, na marafiki. Kwa sababu sasa hivi uongozi Tanzania, hiyo ndio system ya uongozi Tanzania, sio uwezo. Ndio maana tuna matatizo yote haya. Sasa hivi bunge la Tanzania lina watu ambao hata kujieleza wazi. Lina watu ambao kwanza hajui hata kama why yuko pale bungeni. Lina watu ambao hawana uwezo wowote wa kufanya kitu chochote. Sasa kwa bunge hili tulilonalo, unadhani nini kinachoenda sasa? Katiba mpya inaondoa huu uongozi ambao hauna uwezo. Katiba mpya inawaruhusu wa Tanzania kuchagua viongozi wenye vision, viongozi genius, viongozi wanayojua kuongoza na kuleta maendeleo kwenye nchi. Sasa hivi Tanzania tunaongozwa na zero brain tu. Tunaongozwa na watu ambao hawajui jinsi ya kuleta maendeleo, hawajui jinsi ya kufanya. Wanachokijua wao ni kuiba, kwenda kununua mabugatti, kununua maferrari, kununua manini, wanachojua wao ni kufanya ufisadi, huko kwenye jeshi la wananchi, kununua uniform, uniform moja unaambiwa, unaweza ukaambiwa eti uniform moja imenunuliwa $10,000. Yani jinsi wanavyobill. So hiyo ndio sababu. Lakini katiba mpya inaruhusu wa Tanzania kuweka viongozi wenye uwezo, wenye vision, wenye maono. Yani mbali na hapo, katiba mpya pia inafanya rais hawezi kuchagua ndugu zake kuweka kwenye nafasi za uongozi. Imagine baada ya yale maandamano yote, wa Tanzania wamekufa, bado Samia kaenda kujaza jopo la mawaziri na familia yake. Yule waziri wa fedha ni mume wa Nis wa Samia, ni mume wa mtoto wa dada wa Samia, waziri wa fedha. Mtoto wake yuko pale, mdogo wake yuko bungeni, mkwe wake yupo pale kwenye waziri. Yani lakini katiba mpya
inamuondolea rais uwezo huo, kwa sababu kwenye katiba mpya inakuwa kama vile Marekani. Kabla mtu hajawa waziri, hajawa kwenye jopo la mawaziri, lazima bunge lipitishe. Na mpaka hapo kwenye hiyo katiba tutakuwa na wabunge ambao wamechaguliwa na wananchi. Wabunge wale hawawezi kuvote kitu kama hiko, kwa sababu anajua uchaguzi ujao wananchi wako watampiga chini. Huu ndio umuhimu wa katiba mpya. Katiba mpya itafanya mtu yote Tanzania, uwe maskini, uwe nani, uweze kupata uongozi, kwa sababu itakuwa inaangalia uwezo wa mtu. Katiba mpya pia, cha msingi even zaidi, katiba mpya inalinda rasilimali za nchi. Hakuna tena rais hata kuwa tena na uwezo wa kuuza rasilimali, wa kuchezea rasilimali, kwa sababu zitakuwa zinalindwa chini ya katiba. Watanzania wataweza kuanza kuona manufaa ya rasilimali zao. Huu ndio umuhimu wa katiba mpya. Maisha ya Tanzania hayawezi kubadilika kwa katiba hii tulionayo, kwa sababu katiba hii inawezesha ufisadi tu, inawezesha uongozi wa kifalme wa kurithishana. Hatuwezi kwenda popote. Na ndio maana na urge vijana, acheni kudai hizi kero sijui maji sijui nini, hazitotufikisha popote. Tanzania sasa hivi inahitaji major change, na hiyo major change lazima katiba mpya ipatikane. La sivyo hatufanyi kitu. Na hawa wenzetu, hawa wauaji wanaotuua, hawataki katiba mpya, kwa sababu wanajijua hawana uwezo wa uongozi. Katiba mpya ikiwekwa, uchaguzi utakuwa ni wa haki, na wanajua hawana uwezo wa kuchaguliwa na wananchi. Ndio maana sasa hivi wameamua kutushikilia kwa mitutu ya bunduki. Ukweli